Yani Motomoto imetoka kwenye William na William ambaye ndio mimi. Lakini coming to my career nilianza nikiwa form 1. Mambo ni moto, mambo ni yani Mungu ndo amekuwa part kubwa sana ya kufikisha hapa. Mimi nikiwa form 3 nililipwa nikafanye kazi. Siwezi kusema eti mimi ni MC mkubwa ambao sijua eti kila mtu apay attention kwangu. No. Zamani MC alikuwa hana Instagram, hana social media. Anafanya mkoani kwake, anaua mkoani kwake, hana vision za kwenda mbali. Sijai kuona unarudia suti mwanangu. Suti mimi narudia sana bwana. Narudia sana suti. Sema hujajua zinavyochanganywa. Zinachanganywa. MC Pilipili kwako alikuwa ni nani? MC Motomoto, thank you so much my brother. Welcome to Talk with Paul. Talk and Paul, tumefika bwana leo bwana. Has been dry spell of time for but it. God is good. Today we're here sharing what God has planned for us to speak about. Asante sana. Yeah, na kweli inabidi tuambie kwa nini Talk with Paul. Labda na ndugu yangu kuna watu wengi sana, inabidi tutafute hizo network hizo. Hiyo tutazungumza siku nyingine. Mwaka umeanza vizuri lakini. Yeah, I'm sure Mungu. Starting with a show like this, it give the energy kwamba 2026 the future is promising. Oh yeah. Nambia. Kuna namna yoyote ile ambao tunaweza tuka separate MC Motomoto na William? Mimi binafsi huaga naonaga mimi kwangu kuseparate labda ni majina. Kwa sababu ninachokifanya it's within me. Yani Motomoto imetoka kwenye William na William ambaye ndio mimi. Kwa hiyo hapo unaweza kuseparate ni jina tu. Lakini the nature ya Motomoto ni ule ule tulimkuta kwa William. Okay. Either Motomoto ukimkuta ana smile sana au anacheka sana au ana matani sana, just know that ni ule. Lakini mazingira tatofautiana ila ni yule yule. So separation inakuja kwenye jina tu. Kwenye jina tu lakini mtu ni yule yule. Yule yule. MC Motomoto ni nani? MC Motomoto William Narcisse Liango kwa character labda ya kimaisha ni mtu mmoja very charming. Masiara mengi. Hawezi kuwa serious muda mwingi. He loves music. Wengi wanasemaga hii bwana senior na upendo sana. Ni mtu ambaye na upendo sana kwa marafiki zangu. Even my friends can comment there. Wanaweza wakafahamu how much tunapambana kusaidiana hususani katika kutimiza ndoto. Wengi wanaitaga direction na ushauri sana. Inaweza nikafika stranger nikaanza tu kumshauri. Sometimes wanatokea. Kwa huyo nahisi MC Motomoto na William wanaweza kafall kwenye hizo sifa. Hizo tumetaja njema. Hizi zingine Mungu atuvumilie. Mimi nilikuwa natarajia labda tunaweza kutupa flashback. MC Motomoto umezaliwa wapi, umesoma wapi? Just in very short. Okay. Kwa historia yangu mimi nimezaliwa Dodoma. Yani nimezaliwa Dodoma, mkoa ambao wazazi wapo hapo Dodoma. Kwa mimi mtoto akiniuliza kwenu ni wapi, ni Dodoma, ingawa wazazi na origin yao ni Wandamba na wa Iraq. Lakini ile origin kabisa ni huko. Ila kimakazi na maisha naweza nikasema ni Dodoma kwa sababu nimezaliwa Dodoma, nimekulia Dodoma. Wazazi wapo Dodoma mwaka wa 37 sasa kikazi. Kwa hiyo na pia makazi yetu yamehamia hapo Dodoma Chamwino Ikulu pale. Kwa hiyo hapo ndipo ni maisha yangu mengi sana yamekulia pale. Nikatoka nikapata bahati kwenda kusoma, nikaenda pre-form 1 Omboro Junior Seminary. Nikatoka hapo nikaenda St. Peter's Junior Seminary. Nikabahatika kwenda kidato cha 5 na cha 6 secondary at Tosamaganga Iringa. Nikaenda University of Dar es Salaam and the rest, na maisha mengine ya mapambano yakaendelea kutokea hapo. Kwa hiyo ni safari yangu fupi ya Motomoto na my flashback. Lakini coming to my career,
nilianza nikiwa form 1. Form 1 ilikuwa ni event moja ya TYSS. Tulikuwa tunaenda shule inaitwa Kilakala Sekondari. Kwa na Kilakala hapo kiwaambia wanaojua kuna ukumbi unaitwa Nyerere Hall, na hisi ile ni hall anatumia kwenye chakula na events. Kwa pale kuna dada mmoja anaitwa Beatrice. Sijui siku hizi yuko wapi. Ile alikuwa anasomaga PCB. Yeye alikuwa form 6, mimi form 1. Ila tuka host pamoja ile event. So ile event ilienda vizuri sana. So from there on nikasema napenda ninachokifanya. Kwa mimi nataka niwe MC. And by that time wakina role model, wakina MC Pilipili ndio watu ambao nilikuwa nawaangalia pia. Kwa nikaanza kujiita MC Motomoto. Kwa kipindi hicho nilikuwa na slogan yangu ya mambo ni moto, mambo ni so ikazoeka MC Motomoto, MC Motomoto, MC Motomoto. Up to date hapa tulipo. Hiyo ni historia chini kabisa. Hizi za katikati zinahitimisha hapa tulipo, lakini kuna ya mwanzo ambao nahisi wengi wangependa pia waweze kuifahamu. So that's a short story about jina la MC Motomoto. Kwa from the O level, A level, university level and outside, kote huko mimi nilikuwa natumia MC Motomoto, na ni wachache sana walionizoea wakiniita William. Na ni kitu gani hasa labda ambacho kilikusukuma ukaona kwamba mimi nadhani niliitwa kuwa MC? Mimi kwa kweli, yani mimi nasemaga vitu vingine ni mipango ya Mungu. Mimi kitu ninachokifanya I just love it. Yani ninapenda yani. Yani mimi kwendaga ukumbini ni sijui ni kama mtu anapo step kwenye kitu anachokipenda ndio mimi ninachokifanya. Kwa hiyo hisi kazi kubwa sana ilifanyika na Mungu, kwa sababu huwezi kuniambia nikiwa kidato cha kwanza eti nilikuwa na vision nazoziona leo. Kiwarisi ni uongo. Hizi vision nazoziona leo na kuzifanya zimekuja wakati ninavyozidi kukua. Ila kwa kipindi kile nilifanya kwa sababu ninapenda kukifanya. Nina uwezo wa kusoma mbele za watu, nina uwezo wa kuzungumza watu wakanisikiliza. Kwa hiyo safari imejazwa sana na Mungu. Yaani Mungu ndo amekuwa part kubwa sana ya kufikisha hapa. Na anazidi kuendelea kufanya. Kwa hiyo nikisema ni mimi, labda ni juhudi zangu za siku hizi za kuzipenda, lakini je, hizo juhudi zinatoka wapi? Yeah. Kwa hiyo ni Mungu ambaye ndo katushika sana hadi hapa tulipo. Yeah. Wakati unafanya MC, umesema sekondari. Ni moment gani ambayo unaikumbuka sana katika moment ambazo ulikuwa unafanya UMC wako huko chini, yani hakuna mtu anayekujua kama sasa hivi, like ni moment gani ambayo ukiaga unasema ila huyo Mungu kweli yani kutoka mbali? Unajua hii moment wanafunzi wa Ifunda Girls, Ifunda Teki, Iringa Girls, naisi nikiadisia wanaweza kuwa wanaijua. Nilikuwa bado form 5 bado Samaganga, of course nilikuwa hizo shule naenda kufanya events pia. Kwa kuna event ya Fema mimi sikupewa hiyo kazi. Kwa wale step my MC wengine. Kwa walivyoenda kufanya ile kazi ukafanya kazi. Kwa mimi nikanajiona kama nimemeki fulani hivi, kwa nilikuwa na observe jamaa. Kwa hiyo moment tuweze kusema kwa sababu sio kama walizingua, lakini kuna muda event kama ili wazidi kwa kiasi fulani. Kwa ile pale mwanangu ungeenda ungepiga. So hiyo ni moment ambayo naikumbukaga, nikasema kumbe kuna kitu ninafanya kinaonekana. Basi. Na moment nyingine kubwa, mimi nikiwa form 3 nililipwa nikafanye kazi. Form 3? Yes, end of. Nikiwa form 3, mdada anaitwa Rosemary Chela. Nikiwa form 3 nimerudi likizo. Hiyo moment siwezi kusahau. Nikiwa form 5 na form 6 nilifanya events nyingi sana. Zaidi ya 7, 8, 9, 10. Narudi likizo nafanya ni na wengine kwa wanajua ninasoma. So hizo ni very funny stories, wakina mama na watu wakina baba na watu wa Chemunekuru wakiona hiyo wataweza kutoa testimony. Yeah, nilikuwa na umri wangu ule form 5 form 6 nilikuwa naendesha harambee za kanisani, ujenzi sijui wa nyumba ya mapadri. Mimi naongoza zile harambee kama tutendaje ya parokia. Inakaa inaniamini na wanajua kabisa huyu dogo ni mwanafunzi. Kwa hizo ni moment ambazo
nikiwa form 5 form 6 zilinipa kuweza kutambua pia nafasi yangu na kipi nikifanya kwenye career yangu. Ni lini hasa ambao uliwahi kutambua kwamba sasa hivi jina ninalo, I'm a big MC in town? Yani hiko kitu bwana, nikisema nitambue siwezi kusema eti mimi ni MC mkubwa ambao sijua eti kila mtu apay attention kwangu. No. Kwanza mimi mwenyewe nikienda mimi nafanya kufanya kazi tu. Mimi no, kama nilivyokuambia, mimi nikienda ukumbini naenda kazini. So kazi zikipigwa na nini, mimi naenda kushow up kwa sababu ni kitu ninachokipenda. Return ya watu watapenda kwa sababu kazi yako, simu zitapigwa, zitaita, utafanya kazi. Lakini sasa una jina kubwa, unafanya kazi kubwa. Kwa ukifanya kazi kubwa, hii kazi kubwa itakupa matokeo makubwa. Kwa hayo matokeo hatuwezi kusema tuna majina makubwa. No. Unaweza kusema ni majina makubwa of which sio kwa ukubwa ule mtu anaotegemea. Ila lakini tukisema tunawafikia watu wengi, inaweza pia ikasaidia kwa sababu pia Mungu anabariki kwa namna ambayo anaona ni sahihi. Lakini kiwarisia kwamba ukubwa wa jina, tunamshukuru Mungu, kazi zinawafikia watu na tunafanya pia kazi kwa juhudi. Kwa hiyo ukubwa wa juhudi ni mkubwa sana kuliko ukubwa wa jina. Juhudi ni kubwa kuliko jina. Kwa hiyo tunawekeza sana kwenye juhudi, vingine vitakuja Mungu atakavyoweza kutubariki. That's nice. Mtu vile ambavyo una behave. Kwa mimi nikikuangalia the way unavyofanya kazi. MC moto. Alafu nikaja nikakutana na William ambaye nakutana naye kila siku. Sitaki niseme huwa unakuaje, lakini kuwa mwazi kwamba unadhani MC moto tunayemuona kazini ndio yule William ambaye ana associate na watu wengine katika maisha ya kila siku. Sasa mazoea ya watu wa kila siku, unajua pale kazini unakutana na watu kwa masaa machache sana. Umetoa masaa mengi, masaa 7, masaa 8. Ila mfano wewe unaona kuita po, mimi nakujua Opa. Unaona sasa. Kwa hiyo mfano kama wewe po, tukikutana hivi, kuna namna ambayo utabadilishana mawazo ambazo sio sawa sawa na tulivyokutana wapi? Ukumbini. Kwa hiyo William ana mazingira ambayo anakutana na watu. Mimi kuna tunakutana nao labda tupo tunakula piano za ujana. Unaona? Hauwezi kuwa kwenye piano ukaanza kuleta tofauti na mazingira yale. Lakini sasa nikawa nipo kanisani. Kuna mazingira kanisani, siwezi ngeenda piano kanisani. Nimeenda kazini, ninajua mipaka ya kazi ni ipi. Kwa kwenye kazi kuna mipaka ya kazi. Lakini pia maisha ya kawaida kuna mipaka ya maisha ya kawaida. Ndio maana kuna watu ambao tunazoana kwenye kazi, tunaishia kufanya kazi, wengine wanakuwa sehemu ya familia. Kwa hiyo William na MC Motomoto, hawa wanachofundisha ni mazingira tu. Kwani William wa kawaida yukoje? Hebu leo wewe sema. Very funny. Wape exclusive. Very funny. Hiyo itakuwa siku nyingine. Nikikaa mbele ya kamera. Wakati unafanya UMC by that time secondary, UMC haikuwa ni kitu ambacho ni very professional. Lakini nowadays watu wana respect hii career, wanajua kabisa kwamba kuna watu ambao wanafanya in a professional way. Nadhani wewe mwenyewe pia ni miongoni mwa watu ambao wanafanya in a professional way. Watu wanaheshimu kabisa kwamba ni career. Hadi mzazi ukimwambia kwamba mimi ni MC, yani anaheshimu kabisa. Unadhani ni kitu gani ambacho kimechange from back and then ulipokuwa secondary na sasa hivi? Unadhani ni kitu gani ambacho kilipelekea mpaka industry ya UMC zikachange? Unajua kuna vitu viwili ambavyo vinabadilisha mazingira ya mwanadamu, zinabadilisha mtazamo, vinabadilisha hata maisha ya mtu. Vitu hivi Mungu akiwa constant. Sisi wana uchumi tunasema ceteris paribus, kitu kama hicho. If I'm not mistaken. Na niko kitu ni constant. Kuna kitu inaitwa exposure, kuna kitu inaitwa experience. Tukianza na experience, hii kazi imefanyika kwa kipindi cha muda mrefu. Kwa kuna watu wenye uzoefu. Uzoefu siku zote una tabia ya kufanya iboe. Ikiboa lazima creativity itoke.
vitu vinabadilika. Zamani MC alikuwa hana Instagram, ana social media, anafanya mkoani kwake, anaua mkoani kwake, hana vision za kwenda mbali. Ina mabadiliko yakaenda, experience ya maisha kuongezeka, experience ya kazi kuongezeka, kwamba kumbe tunaweza tukafanya send off Jumanne na ikawa vizuri. Unaona hapa inaongeza upana wa nini? Wa industry ya wedding. Kumbe unaweza kufanya event Jumatano, Alhamisi, Juma ngapi, kwamba ikazoeleka event sio Jumamosi, ila ni siku yote ambao mnaweza mkaona ni sawa. So hapa experience imekomboa industry kakua. Lakini binafsi kwa mimi, experience ikanisaidia kuweza kutambua ni nafasi gani niwepo, ni nafasi gani nifanye, vitu gani nifanye. Kuna experience event umeanza chini ukapewa watu 500, of course itakutesa at first, lakini sasa hivi mimi niwekee mic na wageni waliko wote, wao tu unaweza kunisikia, tuna host event. Kwa event experience itakujenga kwenye jambo kubwa hili la ufanisi katika kazi. Cha pili ni exposure. Exposure kwa Kiswahili chake inaweza ni kama mtazamo mbele, yani kipi umekiona, kipi umekifanya, kipi utakifanya na kwa mazingira gani. Ukishakuwa na exposure, unaona leo umefanya kazi hivi, utasema kwa nini nisiende mbali zaidi? Kwa nini nisifike mbali zaidi? Utajifunza wapi? Kwa waliofanikiwa, walichokifanya kitu kwa muda mrefu, wanachokijua, lakini pia kwa kusoma na kujifunza. Hii mimi msena ninapofanya natenga muda wangu. Ukiangalia videos naimba nyimbo za makabila, najifunza salamu za makabila, najifunza mila za makabila, najifunza vitu vingi. Lakini unadhani nini kinanifanya nijifunze? Kwa sababu exposure, naambia unaenda kutana kila siku na watu tofauti. Kwa lazima na wewe uwe wa tofauti na kuweza kubadilika na kufanikiwa. Kuna msemo mmoja anasema be water. Alisema Bruce Lee. Yeah, so you can use that too. Kwa hiyo exposure and experience, it's a key of branding ya kuweza kukua. That's nice. Zamani watu walikuwa wanaamini kwamba wakimwona mtu ni MC wanajua it's a talent. Tunaweza tukakubaliana kwamba kwa sasa hivi MCs it's more than a talent, kwamba ni zaidi ya talent. Kitu kimoja ambacho naweza nikasema, unajua hata kipaji kinatengenezwa. Hamna aliyezaliwa anajua kuendesha gari, lakini wakajifunza gari na ni madereva, si ndivyo? Na wapo wengine ambao sio kila mtu aliamka akawa anajua kupika, akajifunza na sasa ni wapishi wakubwa. Tuamini ya kwamba hamna mtu aliyeamka akawa anajua physics, chemistry, mathematics, geography o chochote, ila alijifunza. Kwa mchakato wa either MC ni talent au MC ni kama aina ya biashara pia, inategemeana. Sasa kama ni kipaji, kitakupa advantage nyingi, kwamba una career inabidi uendeleze, una talent inabidi uendeleze. Na mtu akijihisi sina talent ila ninaweza kufanya kazi hii, akajifunza akawa competent, pia ni sawa. Kwa hiyo ndoto hutimia kwa vile unavyoiona wewe. Unaweza kuwa na kipaji na ndoto yako ikafa. Unaweza kuwa una kipaji, ndoto yako ikaenda. Ni vitu vigani unavilow down na unavifanyia strategies ambazo ni nzuri. Kwa it's either you are talented or not. Je, efficiency ya consistency ya kujifunza kila siku ipo wapi? Talent without vision, it's nothing. Kwa hiyo lazima tunasikilize za kuboresha. Kuna shughuli ya kiserikali ambayo inahitaji MCs. Alafu kuna harusi, ukaambiwa MC motomoto, pick one, utaenda kuhost shughuli ipi? Zote ni za tarehe moja? Zote za tarehe moja. Sasa hapa atakayelipa advance mapema ndipo nitakapokuwa nasomeka kwake. Nadhani kuna utofauti wa kuhost shughuli ya kiserikali as MCs au ani corporate event na harusi. Kila kazi ina kanuni zake. Kila kazi ina kanuni zake.
So hatuna kanuni za matukio, tuna kanuni za professionalism, yani ile taaluma. Ila kwenye matukio huwa yanatofautiana kwa kupitia kanuni zile ambazo zinabeba taaluma. Kwa taaluma au hii career ya UMC ina taratibu zake. Kwa nitakapoenda tukio hili na tukio hili yanaweza yakawa sawa kwa watu wanakutana. Je, dhima ya tukio ni nini? Watu ulionao ni wapi? Maada unaokwenda kuzungumzia au ulioitiwa ni ipi? Huku umetiwa daraja la ufunguzi wa daraja la Kijazi. Huku umeitwa kwenye send off ya Veronica. Haya matukio yanafanana? Na matukio tofauti. Huku nitasoma kujua, je, daraja la Kijazi lilijengwa kwa mkakati gani? Kampuni gani ilifanya kazi? Matokeo yake ni ipi? Imeleta impact gani? Kwenye send off nitazungumzia, je, haya ninazungumzia huko. Kwa hiyo kanuni zinaweza kuwa sawa, ila mtiririko wa matukio utatofautiana kulingana na tukio husika. Yeah. Wakati wa shughuli yenyewe, I mean, kuna harusi ambayo imetokea na wewe ndo MC. Na unajua sasa hivi ni saa 9, saa 10 na mtukio ni ukumbini. Ni vitu gani vitatu vya msingi huwa unavizingatia kabla hauja show up ukumbini? Cha kwanza, kwa kawaida mimi ninavyofanya hivi, nitavitaja kwa kuhusisha mimi na mteja wangu. Sitakuwa tu kwa upande wangu. Cha kwanza cha asubuhi tuta contact na wateja, iko ni cha muhimu ambao naenda kufanya kazi. Call yangu ya asubuhi mimi na yeye nita confirm ukumbi na nini na zile details zinapatia na nitamtakia heri. Baada ya hapo mchana ni issue ya sound check, vyombo vimefika. Na kinachofuata ni kufika ukumbini kwa wakati. Bas. Hivyo ndio vitu vyangu vitatu ambavyo huwa navifanya. That's nice. Kule mwanzo tumerudi, Mungu ni constant. Nilikuwa natarajia katika hivyo vitatu utamention swala la mavazi. Sijawahi kuona unarudia suti mwana. Suti mimi narudia sana bwana. Narudia sana suti. Sema hujajua zinavyochanganywa. Zinachanganywa. Hamna bwana. Yaani mavazi, sio kwamba swala la mavazi na wenyewe pia ni la muhimu sana. Ni la muhimu. Sasa ndio lipo kwenye maandalizi hapa. Okay. Kama wewe unaenda kukagua muziki au utaandaa nguo ya jioni. Kwa hiyo kwenye hapo kuna priority. Kwamba priority ni ya kwanza ni ya kumjali mteja. Ya pili setup ya kazi ipo vizuri. Ya tatu ni muda. Nikifika on time kila kitu kita flow on time. Nikijiandaa on time nitavaa vizuri on time. Maandalizi yangu kama mazuri na atakuwa on time. Umeona hapo sasa. Yeah. Ni kitu gani ambacho huwa kinakupa good moment, good vibe in the middle of hosting, wakati ukiwa ndo upo kwenye shughuli yenyewe? Yani kitu gani ambacho huwa kinakupa vibe like okay, now I'm living my life, I'm enjoying my life? Kuna moment waga nipo pale mbele. Kwanza huwa nikirudi nyumbani, wewe si unanijua. Mimi naangalia video zangu kila muda. Kwa hiyo kuna moment mimi hapa nazifanya sijui. Mfano kama ile siku nacheza na watu waga sometimes sikudanganye waga sijui inatoka wapi. Lakini hamna kitu kinanipaga amani kama unafanya kazi, watu wanaipokea, audience ipo ina respond. Yani waga natamanigi watu wanavyo respond na mimi niwaongezee kile kikubwa nilicho nacho. Kwa hiyo huwa ni hiyo moment ambayo huwa ifurahia sana, na nikiwa nafanya introductions za maharusi, that's part huwa naikubali sana kwa sababu huwa naiandaa. Kabla ukumbi lazima najiulize nafanya intro gani. That's nice. Yeah. That's nice. Unadhani kuna kitu gani ambacho kinatofautisha MC mzuri na MC wa kawaida? Na swali lingine ambao uta connect hapo, sasa hivi kuna competition kubwa sana, kuna ma MCs ambao wanafanya vizuri sana. How do you handle that situation?
or you just play your part? Yeah, my brother nakumbuka siku ya kwanza nafanya maamuzi ya kuwa MC. Nilikuwa mimi na wanalumu wangu. Joseph Rukanima, Maximilian George na Hilal Shayo. Kwa hiyo pale nilifanya mimi kwa sababu ni talent yangu. Kwa hata sasa hivi namheshimu kila mmoja kwa nafasi yake na kila mmoja kwa kazi yake, as long as ninakifanya kile ambacho naona pia ni sahihi, na ninawaheshimu pia kila mtu kwa nafasi yake. Kuhusu MC mzuri na MC ambaye sio mzuri, ni mtazamo wa mtu wa kipi anachokitaka kwenye tukio na kipi ambacho anakiona. Na mimi siamini kama kuna MC atatoka nyumbani kwenda kuharibu kazi ya mteja, kwa sababu anajua ile ni riski, nikifanya vizuri itanipa kazi. Kwa hiyo kuna changamoto zitatokea ambapo unaweza kumpima MC kuna kiwango hajafika ulivyotarajia wewe, au yule kafika kama ulivyotarajia wewe, lakini huwezi kuamini labda hiyo ndio bad day kwake kazini na huyu iko ni good day. Kwa uzuri wa MC au incompetence ya MC itategemea na mtazamo wa mteja wake alichokihitaji kwa MC anamhitaji. Kwa hiyo ni imekaa kwa namna hiyo. Na hiyo ya kuwepo na wingi wa MCs ambao wanafanya vizuri, wingi wa kitu unatokana pia na uhitaji. Ukiwa na wingi wa MC na maana watu wengi wana events ni nyingi, haikupi shida? Haiwezi kunipa shida kwa sababu mimi siwezi kwenda kumbi mbili, mimi naenda ukumbi mmoja. Kwa hiyo siku ambayo Mungu amepanga riziki yangu itakuwepo. Yeah, kwa hiyo hata wote wakiwepo na kila mmoja, na uzuri hamna kufanana. Yaani wewe fanya ambacho pia ni kizuri, watu watakiona, the demand for that. Kwa kama demand ni kubwa, supply nayo ikiwa inaongezeka, kuna namna tu itaonesha matunda au imekaaje. Kama unawekeza kwenye energy ya kwenda mbele ya kufanikiwa zaidi, itaonekana kwa wateja. Na pia kama unaenda kwa mwendo ambao unahitaji wewe, pia itaonekana kwa wateja, kwa sababu nature huwa inaamua. Yani kwa mara nyingi mimi nasemaga to flow na nature tu inaamua. How do you measure the success of your work? Unapima vipi mafanikio ya kazi yako? Mafanikio ya kazi yangu waga mara nyingi nayapima kwa kipi nitakifanya baadaye, labda nikiwa nyumbani. Umri si unaenda bwana. Kwa MC miaka yote, ila kuna kitu baadaye itafika, watakuja wengine wakali. Yaani wakina moto wana miaka yao, na mimi senior kama kina Ruvanda hivi sasa hivi, au wakina Gara wanatuangalia madogo hivi, nao wanakuwa wanasema vijana wetu. So unajua kuna hiyo inakuwa kama ukishaenda kidogo. Kwa mimi mafanikio yangu nitayapima mwishoni mwa safari yangu, hata kama sijui ni lini, lakini kwa legacy ya kuwasaidia ambao pia wanakuwa. Wapo ambao nafanya mentorship, wanapambana, tunaendelea pia kukua. So mafanikio yangu nitayapima kwa results za wengine watakaobarikiwa na kukua kwangu mimi. Kupitia hiki ambacho mimi nakiona ni kizuri na pia naweza nikakifanya. Kwa the more wanapozaliwa wengine wazuri zaidi, na mimi nikiwa part ya safari hiyo, basi mimi kwangu ni mafanikio. Lakini kingine, furaha yangu ya moyo, I do what I love, I'm enjoying to the most. Kuna MC wengi sana chipukizi wanakuangalia, wengi sana wanajifunza kutoka kwako. Wakiwemo, I have two brothers wako Mwanza, na MC Mbatia na MC Kali, kama ushawahi kuwaonaga. Very big fan. Just drop one word of inspiration for them. Hiki kitu kimoja nitakisema kinanitoka moyoni sana, kwa sababu kuna namna unapokuwa unapambania ndoto yako, kuna muda unaweza ukaona autoboy. Kwa sababu utaangalia unaona kila siku anazidi kukua na kwenda kule ambapo unahisi you can't make to be there. Ila kitu kimoja tu nikwambie kwamba huyu Mungu anayebariki wengine ni huyu Mungu atakaye kubariki na wewe. Usibadilishe njia. Kama umeamini being MC ni njia ya kufanya ufanikiwe, train hard
be the best vision ya wewe. Jitahidi uwe sehemu ya mafanikio yako wewe. Ndoto yako uibebe wewe, sio waibebe wengine. Na msemo wangu nasemaga, neno naweza ni nusu ya mafanikio. Mimi brother, haya yanayotokea sasa hivi ni matokeo tu ya investment ya imani niliyoiweka. Kwa hiyo ongeza imani yako, fanya kazi, kuwa na nidhamu, basi be humble. Mungu ataleta mengine kwa zaidi ya utampotegemea. So waziri wa vijana anasema see you at the top. Hivi ukiacha sasa hivi UMC, unadhani ni kazi gani nyingine unaweza kuifanya? Naweza nikaifanya nyingi, zingine nazifanya pia. Kazi gani labda? Nyingi sana Papa, hujui mimi ni mtu wa mipango mingi sana. Hiyo tuliache kidogo, lakini wewe unajua bwana. Alright. Okay. Let's get to a sense. Naomba nikuulize hili swali liko very personal to me. Kwa sababu for the first time kwa wakati ambao nimekufahamu wewe. Wewe ni mtu wa vibe of course. Yani you're a man of vibe always. Ni mtu ambaye charming, funny, lakini kuna siku ambayo tulikuwa tuko pamoja and ukapokea taarifa ambayo taarifa ilikufanya ni kuone kwamba kuna chozi linakutoka ndani ya moyo wako. Unajua chozi la mwanaume, you can know this is a man is feeling crying, you know. Siku hiyo nakumbuka, yani nilikuangalia sana, kaona kama vile nataka kudondosha chozi baada ya kupokea taarifa za msiba wa MC Pilipili. Tulikuwa Sky City. Tulikuwa Sky City pale. Nikaja kujiuliza kwamba why is this man yuko hivi. Nikaja kugundua huenda maybe huyo mtu alikuwa ni mtu wa muhimu sana kwenye maisha yake. MC Pilipili kwako alikuwa ni nani? Unajua yani muda ule mnakuwa unajua yule jamaa ameshika zaidi ya 85%, alikuwa ameshika 90 hata ndoto zangu, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi kwa kumwangalia pia Pilipili. Najua hata MC nilipokuambia moto kwa ni mambo ni moto ngajita MC moto kwa sababu ya MC Pilipili, lakini before that nilikuwa naitaga MC Pilipili Junior. Kwa hiyo ile taarifa kuipata brother, of course iliuma kwa ukaribu niliokuwa nao. Ninyi watu wangu wa karibu mnafahamu, ninyi wakinaopa mlikuwa mnamuonaga mara ngapi Pilipili anakuja pale Sky City na kaa naye pembeni pale, tunaongea hata masaa 2-3. Kwa hiyo unaweza kaona mtu aliyekuwa rafiki yako, unashare mengi, a role model anayekuadmire. Unajua kitu kimoja ambacho Pilipili aliniambia, moto mimi ni shabiki yako. Kwa hiyo nilipoteza shabiki, nilipoteza rafiki, nilipoteza friend, nilipoteza pia mtu ambaye niliamini nitafanikiwa siku nikimuona au nikikaa naye. Na ikafika hadi level nikawa anasikiza ushauri wangu ili afanye baadhi ya vitu. Kwa hiyo rest in peace champion. We will forever air out the positive about you, because for real you're a true champion. For that man, Pilipili bwana, mtu wa ajabu sana. Yule jamaa ana mtu wa ajabu sana. Yaani yule jamaa unaweza kaa naye, ana changamoto na kuhadisia, ila he's fun. Au ana furaha, yani yupo. Kwa hiyo Mungu amtunze. Rest in peace. Kwa sasa hivi kuna ma-MC wote wale ambao wanakuinspire kwenye kazi unazozifanya? Wapo. Mimi MC wote wananiinspire bwana. Mimi kila MC kwangu ni inspiration, kwa sababu anafanya kitu tofauti ambacho mimi siwezi pia kukifanya. Kwa hiyo najifunza sana. Kwa hiyo shout out to all MCs. I appreciate you brother and sisters. It means a lot to me. Ni watu wangu wa nguvu sana. Pia kila mmoja anapokuwa kivyake mnatengeneza a base ambayo inasimama. Unapotaka kuitengeneza pyramid inakaa hivi, sio? Hivi, sio kwa namna fulani hivi. Kwa mkiwa wengi mnazidi kuinua. Kwa hii inasaidia teamwork ya pamoja, to the direct or indirect. So
all MCs are my inspiration and I respect that. Hivi unajua mbali na UMC wewe unaweza kuwa motivation speaker. You can inspire someone to do something. Sasa mimi mambo motivation na mambo yangu kila siku hapa. Mimi kila siku na motivate watu. Wewe mwenyewe ni shahidi. Naweza ongea. Kwa hiyo sitaki nifanye as a business, ila kwa wanaonijua unaweza kufanya counseling, right? Wanaonijua. Okay, tukiwa tunamalizia maswali mawili ya mwisho. Kwa kijana yote yule ambaye ana uchu na mafanikio, haijalishi awe MC awe nani, lakini ana uchu wa mafanikio, anatamani kuona kwamba amestep kwenye hatua fulani, kwenye kitu fulani. Yani watu wana dream, wana vision, wana goals, lakini walio wengi ni wachache sana ambao sasa hivi wanafikia zile dreams zao, zile vision zao kama vijana. Drop neno moja kwamba as an inspiration, like if you want to achieve your goals or your vision, you can do this and this and this. Nitatumia msemo mmoja wa Uingereza anasema creative value not validation. Yani tujitahidi katika kutengeneza thamani. Ukitengeneza thamani italeta fedha. Fedha haileti thamani. Thamani ndio inaleta fedha. Kwa sababu watu hawakulipi kwa sababu unataka fedha. Wanakulipa kwa sababu ya thamani. Na unaweza kuona kwenye career hiyo, kwenye kazi hiyo, kwenye biashara hiyo, kwenye bidhaa hiyo, kwenye elimu hiyo, ila mnalipwa tofauti. Kwa sababu ya nini? Thamani. Na thamani inatengenezwa vipi? Kwa consistency na discipline ya kazi. That's powerful. Ila comments, likes, and other validations, they'll just kill your visions. Utaona umefanya kitu ukawa attention seeker, kwamba hadi tukwambia umefanya vizuri ndio unasema wapige makofi, wasipige makofi, wasupporti, wasisupport. Focus kwa unacho kiamini, create value, tengeneza thamani yako. Thamani ndio itakayokupa fedha. Fedha ni madini kama silver, kama ruby, kama tanzanite. Alafu mweke Mungu mbele. Ndio maana kwenye dola ya Marekani baada ya vita kwenda huko, Wamarekani walipoteza sana hela. Kwa katika kujenga uchumi wao waliona kwamba hela hatuitegemei kwenye kila kitu. Wakaandika in God we trust. Let's end the interview. That's nice. Man, thank you so much.